mateso yako. Mungu amalize mateso yako. Akiwa msalabani, mama anasema imekwisha. Anatangaza bado hajafa. Anatangaza kwamba imekwisha. Imekwisha. Tamani Yesu amalize leo uzima wako. Tamani leo Yesu aingilie kati ndoa yako. Tamani leo Yesu aingilie kati kazi yako. Ana ujasiri wote. Anasema imekwisha. Amefanya mchakato wote. Ameshughulikia mchakato wote. Amezilipa gharama zote. Damu ameimwaga kisawasawa. Damu ameimwaga kisawasawa. Haleluya. Neno la mwisho wanaume natangaza tena na sura mikononi mwako Mungu, na iweka roho yako mikononi mwako Mungu, na iweka roho yako. Peleke kazi yako mikononi mwa Mungu. Ipeleke ndoa mikononi mwa Mungu. Ipeleke elimu yako mikononi mwa Mungu. Biashara yako ni kwenye mikono ya Mungu. Maisha yako ni kwenye mikono ya Mungu. Kwenye mikono ya Mungu na usalama. Kwenye mikono ya Mungu na uhakika. Kwenye mikono ya Mungu na Watanzania kuna uhakika. Kwenye mikono ya Mungu. Huduma yako wewe kwenye mikono ya Mungu. Wewe kwenye mikono ya Mungu. Mungu aliposema mikono mwako Mungu, na iweka roho yako. Anakata roho. Ameshashughulikia vifungo. Ninaona akiwa msalabani pazia linapasuka. Akiwa msalabani pazia linapasuka. Lililowatenga watu wa kawaida na watu wagofu. Wote wanakuwa na uhuru wa kumwomba Mungu wakasikilizwa. Zamani waliomba makuhani peke yao. Zamani waliomba ni makuhani peke yao. Na peke yao ndio walioingia patakatifu kwa mwaka mara moja. Yesu alikuwa katika biashara hapana ya watu kuwakilisha kwa Mungu. Hii biashara hapana ya watu kuwakilishwa hapana. Kila mmoja ana uwezo wa kuomba Mungu akasikilizwa. Kila mmoja ana uwezo wa kuomba akasikilizwa. Akapasua pazia la hekalu mwanangu likapasuka. Kila mmoja anaziona fursa ndani ya ufalme wa Mungu. Kila mmoja anaona fursa ndani ya nyumba ya Mungu. Kila mmoja anaona fursa kwenye shamba la Mungu. Hata kuhangaika Tanzania kwa nyumba ya Mungu na kazi nyingi ambazo zamani zilikuwa ni chache, walipewa wachache. Wanaona Yesu kifo chake peke yake pazia la hekalu linapasuka. Watu wote wanapewa fursa.